unifuatilie ustadhi. Alafu isitoshe pia ustadhi, mwezi huu ni wa pili hujanilipa kodi yangu ya nyumba. Na hivi ninavyokuambia, kodi nimeiongeza mara 2. Nataka pesa yangu leo. Ama bila hivyo mzee, mambo ya kodi hakuna tabia ya kodi wala nini mzee. Sasa kwa taarifa yako, utanilipa pesa zangu, la sivyo ukusanye vishabushabu vyako utoke katika nyumba yangu. Na shamaliza mimi hivi. La haula, subhanallah. Yani maneno yote ya Mwenyezi Mungu ambayo nampea mzee wangu huu, lakini hawezi kunisikiza. Subhanallah. Ndiposa Mwenyezi Mungu akanena kwamba fa aina tadhhabun, mnaelekea wapi zama hizi? Ama kweli Mwenyezi Mungu akukosea maneno yake aliposadikisha kusema kama. Insha Allah, Allah ataleta njia zake inshallah. Baba, kwani umebadilika? Hapo unasikiza Qur'an kabisa. Binti yangu, kila jambo huwa lina wakati wake. Nimeamua kubadilika. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunibadilisha. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, maasi niliyoyafanya ni mengi sana. Na inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu naomba azidi kuniongoza. Kwani hivi unavyoniona binti yangu, nimefunga kisawasawa. Hizo siku za nyuma kwa na kudanganya, lakini nimefunga binti yangu. Ndiposa nasikiza Qur'an tukufu. Baba, binti yangu, Mungu pia atakusamehe. Amina ya Rabbi. Maana mambo uliko ukiyafanya, hadi mimi binti yako nilikuwa nimesinywa kukaa hapa nyumbani. Ngoja kidogo, wajua Qur'ani kama inasoma na tunaongea si vizuri. Tutakana tusikize jambo moja. Kama kusikiza Qur'ani tusikize Qur'ani. Kama ni kuongea tuongee. Alafu baba, binti yangu, kuna kijana anataka kuja kuniposa. Kuna kijana anataka kuja kukuposa? Kijana gani huyo? Ni wa hapa mtaani kwetu ama ni wa nje ya mtaa wetu? Hapa mtaani na wamfahamu. Namfahamu? Ndio. Nani huyo? Hasani. Hasani? Ndio. Hasani yupi huyo? Hasani ndugu yake Tatu. Hasani ndugu yake Tatu? Na wewe mwenyewe waamwaje? Baba, mimi nimekubali. Kwa sababu tulikuwa na mahusiano kitambo, japokuwa ulikuwa mjini. Binti yangu, mbona mimi sina pingamizi. Bora tu hawe ni mcha Mungu. Sina shida mimi. Baba, kama umjui Hasani, yuaja msikitini vizuri, yosuli na yuarudi, kwani humuoni? Waja msikitini vizuri na yuarudi, sina shida mimi. Na tena baba, nimesikia wanyang'anya shamba lao. Baba, umebadilika, si waachie tu shamba lao, waishi kwa amani. Ni ukweli. Huyu Hasani shamba lao nilichukua kweli. Na hata pale mahali wanapoishi niliwaambia walipe kodi. Lakini sasa hivi binti yangu nimebadilika. Na wale ni mayatima, hawana baba wala hawana mama. Nitawaregeshea shamba lao. Kwani sasa hivi mimi nimebadilika. Kweli baba? Kabisa. Na huyo Hasani kama yokutaka wewe, mwambie Hasani aje, namkaribisha. Masaa 24, bora tu Hasani awe ni mcha Mungu. Maana binti yangu sitaki kukupeleka kwa mtu ambaye si mcha Mungu. Sawa baba, utawarudishia hizo hati zao zote, nipatie mimi, niamini kweli umewaachilia vitu vyao. Niwarudishie kwa mikono yangu. Si tatizo. Sawa baba, nitaenda kumwambia, na pia nafurahi sana. Sawa, umeelewa, lakini hebu naomba nenda hapo nyuma kwa kina Salwa, ukamwangalia baba yake Salwa kama yuko, alafu uje uniambie. Sawa. Nalo neno usimtiani huo. Hasani yulitaka kumposa binti yangu. Na dada yake Hasani Tatu alikuwa mzembe wangu. Mwenyezi Mungu.
Na kuomba ya Rabbi Mola wangu mtukufu, uniepushie mtihani huu ndio nao, kwani huu ni mtihani. Nistiri Mwenyezi Mungu, nistiri Mwenyezi Mungu, kwani sisi waja wako. La haula wala quwwata illa billah. Dadangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Vipi hali? Alhamdulillah, nashukuru. Kwema? Ni kwema. Natumai wewe ni dada yake Hasani, maana sura zenu hazijaachana mbali na mzee marehemu baba yenu. Ndiyo, ni kakangu. Watakaje? Yasiwe makali ya hivyo. Hakika sifa zinaenea hapa kijijini, na wala hizi sifa sio nzuri, ni mbaya, lakini sijasema kwamba hizi sifa nazisadikisha, isipokuwa kama ni za kweli. Dadangu, naomba tumuogope Mwenyezi Mungu, tufanye yale ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Dadangu, ningeomba kidogo unisikize, maana hiyo haitokufaa lolote. Haya ni maisha ambayo kwamba leo tupo, kesho hatupo. Wewe ustaji wewe. Umetumwa kwangu saa hizi. Wala sijakuja kwa jambo mbaya tu, ni kule kurekebishana, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adinu nasiha, dini ni nasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza haya. Yaani wewe na hao wana kijiji wote umeshika hayo mambo kwamba mimi pia ni mdangaji, si ndio? Wala sijakuja kwa hayo mabaya dadangu, isipokuwa ni kurekebishana. Mwanzo simu yangu ya pesa imelia. Wacha mimi nikasikize mambo yangu ya pesa, nikimaliza nitakuta. Dadangu, mimi sijakuja kwa ubaya, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atakuongoza inshallah. Hey ya Rabbi, ihdil qauma fa innahum la ya'lamun. Waongoze watu wako, hakika wanafanya hawajui mambo kama wanayatenda. Usinipe mkono. Wale ndio somo leo kali. Hata kama somo kwa kali lakini. Hasani. Salamu alaykum. Salamu. Afadhali nimekuona, maana nina habari njema. Wewe mwenyewe unaonekana mtu mwenye furaha. Nakwambia baba yangu ameamua kutubu, kuswali, kufunga Ramadhani. Yaani nina furaha hapa nilipo. Babako huyu mzee Kandi? Ndio huyo. Na sivyo alipokuwa na roho mbaya. Alafu pia nimemwambia usiano wetu. Kuhusu kuchumbiana. Josi, umeharibu kila kitu. Maana wewe mwenyewe unajua mimi na babako hatuna urafiki. Acha wasiwasi wako. Mwanzo pia nimemshauri kuhusu shamba lenu. Ameamua kuachia na kuwapatia wenyewe. Ndiyo mimi cha usiku. Hata kesho nitakuletea hati zenu za shamba lenu. Cha usiku. Kuanzia saa hii nenda fanya juu chini ili na mimi nitimize jambo langu. Ninachukua mahari nilete kwenu nikuposa ili uwe wangu halali. Kweli? Ndio. Naenda kukuletea leo hati zenu. Huyu mzee Kandi ameingia na roho gani hadi ameamua kuturekebisha shamba letu sisi? Hapa kweli Mungu anakuja. Na imani dua zangu mimi zimetikika kwa mbinguni. Mrembo, mkubwa,
Hata mwenzako anakuonea wivu. Hivi nilivyoponda navyo dada, wasema nifanya mwili. Na yakaa kijijini mambo ni mazuri. Hata mkono wenyewe ndio ulifanya nini tena? Nilikuwa navunja nazi kwa kutumia upanga, kwa bahati mbaya nikajikata. Dadangu, pole. Sasa tena unajua jeli yenyewe haina kinga. Yupo. Pole, utakuwa sawa. Tena shemeji yuko. Sisi najua kwamba shemeji yako penda sana kutembea huyo. Tumsubiri ndio mida yake akuja sasa hivi. Si kitu. Yaani umekuwa mrembo na mkubwa. Kisha urembo wako kama dadako. Asante. Hapa utakula, utalala. Karibu sana. Asante shemeji. Tena niko hadi mwezi ujao. Hapa utakula, utalala. Hata ukikaa miaka 7, miaka 12, hapa ni nyumbani. Kaa. Si mimi ndo shemeji yako? Ndio. Bas. Mbona ukae mwezi mmoja? Si kitu. Mke wangu. Naam. Choki. Mke wangu, nilikwambiaje mimi? Na umefanyaje? Uliniambia nini? Hujui ulichokifanya, si ndio? Ningekuwa najua ningekuuliza. Si uniambie tu, shida nini? Mbona umekuja hapa na wewe ndio uko juu, una mgeni badala ufurahie, wewe uko juu, hata sijui una shida gani? Mke wangu, mimi kwetu ushawahi kuona hata mtu mmoja amekuja nitembelea hapa nyumbani? Siwezi jua mimi. Sasa basi, kwa taarifa yako, yoyote wa huko kwenu akitaka kuja hapa ni aidha aombe atume barua kwanza, kisha asubiri lijibiwe ndo aje. Hivyo basi, huyo si kitu, sijui si nani, atarudi huko alikotoka. Mume wangu, haoni hata aibu? Na kwa Ramadhani hii mgeni akija kwetu pia sisi ni baraka. Sijakataa mgeni ni baraka. Atakula nini? Maisha ni magumu haya. Hata watu huko nyumbani akisharudi, hata kama ni kesho huko nyumbani, watu huko nyumbani atanichukuliaje mimi? Mke wangu, yani mpaka sasa wafikiria ya watu watakuchukuliaje? Hivi hujui wewe haya maisha ni magumu? Hata kama ni magumu, mume wangu, chenye tutakula mimi na wewe ndicho atakachotumia yule mgeni. Na kesho tutakula nini na kila hicho mgeni? Tukikosa tutalala. Hayo ndo mambo ambayo siyataki. Sina habari ya kukosa na kulala. Mimi nataka kula tu hapa ndani. Na hakuna hata siku moja ulitoa pesa yako ikatumika tukala hapa. Lakini mume wangu, utashinda lini kugombana na vineno venye havina msingi? Mimi ndio nishakwambia, natoka. Nikirudi sitaki kumuona si kitu, sijui kidude gani yule. Mshenzi. Mimi naona utakuwa upande wangu, lakini wewe unataka ni upande wako tu. Lakini si vizuri venye wafanya mume wangu. Unasema mtu olewa ukapumzike, kumbe hata ndo mashaka yanaanza. Dada, mbona shemeji akuja na furaha na sasa anatoka akawa amekasirika? Kuna nini? Hata mimi hapa mwenzako nimechanganyikiwa kabisa yani. Sijui shemeji yako ana shida gani. Yeye ndo ameingia tena, yeye ndo ametoka akiwa ana hasira. Ningeomba tu nikupeleke hapa kwa mzee wa kilimo. Yule mzee ana roho nzuri, ana maelewano na watu hapa kijiji. Tena hata hana shida na mtu kabisa. Akakustiri angalau kwa siku 2-3. Halafu nikisharekebisha mambo akishakuwa mazuri, nitakuja kuchukua nikulete hapa nyumbani tuishi sote. Kwani shemeji ana nini? Ama nifanya kosa gani mimi toka nilipokuja? Dadangu, usijilaumu sana wewe. Nimekwambia yule ako na shida, sijui kwa alikotoka ndo amekwazwa, hata mimi mwenyewe sielewi. Ameenda lakini najua atarudi. Tutakujiongea tukiamaliza, nitakuja kuchukua dadangu. Naomba nivumilie kwa hilo. Sawa. Hakuna shida. Nasikia raha kupata dada kama wewe. Ingekuwa mwingine hapa tangekuwa kilele ta. Hapa kalili kabisa hapa. Usijali, acha sisi tuahingane, nijitayarishe kule kwa mfano. Sawa? Sawa dada.
Asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Shikamoo. Marhaba. Mjambo? Tujambo. Mwajema. Na Mbona saa hizi? Kuna nini mwanangu? tumechoka kweli. Baba, Mwanangu, nimekuja na mgeni. mkuja na mgeni Na kutoka huyu wapi? basi wako. Ujionywa kwa Mgeni ni dadangu. Ametoka huko kijijini, amesema nikamtembelee dadake. Sikafika pale nyumbani, mume wangu naye maneno mengi, akatoa maneno mengi, sijui hajaleta taarifa, hajafanya nini, mpaka mimi mwenyewe nimeshangaa. Nikamwangalia. Sasa hapa ni kwenda, amesema kama huyu mgeni sitamuondoa pale nyumbani, nitoke mimi. yaani katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, mwezi wa toba, mwezi wa neema, mwezi huu ukipata mgeni huwa ni baraka. Sio na shaka nitaishi naye hapa nyumbani kama mtoto wangu. Atakula, atakunywa, atavaa, atafanya kila kitu hapa nyumbani. Kwa hilo usihofu. Asante sana baba. Sasa wewe waweza kwenda, mwache huyu hapa. Sawa baba. Asante sana baba. Kwa heri. Sawa, karibu. Baki salama. Haya dada. Kwa heri. Waitwa nani binti? Naitwa Sikitu. Waitwa Sikitu. Ndio. Jina kama la marehemu nyanya yangu hivi. Usijali Sikitu, Karibu sana hapa nyumbani Sikitu. Sana. Sawa? Sana. Cha usiku. Cha usiku. Cha usiku. Baba. Hebu njoo binti yangu. Cha usiku binti yangu. Huyu ni mgeni wetu. Karibu sana. Naitwa nani? Asante. Naitwa Sikitu. Anaitwa Sikitu. Yangu hilo. Sikitu tutaishi naye hapa. Na Sikitu mchukulie kama ndugu yako. Sawa? Sikitu karibu sana. Asante. Sasa naomba mwende ndani, mwende mkatarishe futari. Sawa. Hili jua tu ile jamaa. Kuswali haswali, kufunga hafungi, mzinifu mkubwa. Sasa mgeni leo amfukuza. La hawla wala quwwata. Unaweza ndachomwa baba. Marhaba binti yangu. Jambo. Sina neno. Haya, mbona jua kali? Kuna shida gani? Mwenyekiti. Karibu kwanza ukae. Tafadhali. Maana nina shida. Haya, kulikoni? Mwenyekiti. Naam. Mimi wiki iliyopita Mhm. nilienda kwa kijana mwingine ambaye anaitwa Lipi, anajiita mganga. Lipi huyu ama Lipi mwingine? Yeye ni Lipi huyu ambao unamjua wewe. Kwa sasa anajiita mganga. Huyu kijana huyu. Huyo. Ushatapeliwa na wewe? Kwa hiyo kila mmoja ina maana alimtapeli. Ewe. Zungumza mama kwanza. Nilienda kwake mimi kutafuta tiba. Mhm. Sasa yeye kwa dawa alizonipa hazikunifaa. Yaani hazikufanya kazi. Na nikifikiria hivi kwangu mimi, nadhani huyu mtu ni mtapeli. Haya, tiba ile ilikuwa ifanyi kazi. Ulimpa pesa ngapi? Nilimpa 100,000. 100,000 ya Kenya. Ndio. Alikuwa ugonjwa gani wewe? Mwenyekiti, nina shida ya mapenzi. La haula hatosha mama. Kwa hiyo mimi mwenyekiti nimekuja kuomba msaada, unisaidie ili niweze kuzipata hizo pesa. Usihofu kwa hilo. Mimi nitalifanyia kazi. Huyu kijana amezidi sasa.
Anataka kutuharibia hichi kijiji chetu huu kijana. Halikuwa lini, lakini na nyinyi na ubaya wenu, nyinyi mkijua mtu tu yajua kusoma Qur'ani tayari akiwaambia ni mganga, nyinyi tayari mshajibandika miti na majani yake, mwasema basi mshapata mganga hivi. Yule kijana si mganga, na hii kesi si mara ya kwanza kuletwa hapa kwangu. Ni mara karibu ya 3 hii. Kila kesi inayokuja ni kijana lipi? Kila kesi inayokuja ni kijana lipi? Mama, pole sana, lakini usijali, hilo swala mimi nitalifuatilia. Sawa? Sasa wewe za kwenda, alafu kesho saa 4 una ustadhi mimi nitamuita hapa. Tuje tujadiliane, tujue tutafanya nini sisi. Sawa binti yangu? Wewe nenda. Waweza kwenda mama. Karibu sana mama. Haya, nashukuru. Lipi wewe? Lipi unguwatapeli mpaka wanawake wa Kibara unawatapeli? Kijana, Mwenyezi Mungu msamehe huyu kijana, kwani hajui analolifanya huyu. Lipi, badilika, rudi kwa Mungu. Mwenyezi Mungu msamehe Lipi. Maana atafuelewa. Sio upendi sana kunisikiza. Nitakachokwambia wewe mpinzani. Nitakachokwambia wewe ndio unapinga. Si mambo ya upinzani mke wangu. Haya maisha ni magumu. Na alikuwa kunang'ang'ana hivyo vyote ili sisi tuweze kuwa na maisha bora. Ama mimi kung'ang'ana na tuishi maisha bora ni vibaya? Si vibaya. Utakuwa umefanya vizuri hata mbele yako. Mungu pia umefanya. Na hili swala la 3, je, umefikia wapi wewe? Najua ni kitambo hujaligusia. Mke wangu, 3 nimemtafuta 3. Mpaka sasa nina siku ya 3. Sijamuona. Lakini nikimwona mke wangu, hilo ni swala la dakika 2 tu. Twalimaliza. Itabidi ufanye mtafute. Wewe unajua 3 amebeba damu yako. Na kupoteza damu sio vizuri, hata mbele ya Mungu pia si vizuri. Lakini acha tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atatusaidia. Na hili jambo inshallah litanyooka. Mimi ningependa sana ulitilie mkazo. Mimi mke wangu ndo naanza kufunga, yani hata sisikii swaumu. Kumbe kufunga rahisi hivi. Rahisi tena rahisi sana. Unajua ukiweka Mungu mbele, mambo yako yote yataenda vizuri. Mambo yako yote, kila utakalopanga lazima utafanikiwa. Hizi kazi zangu mimi itabidi niziache. Maana hizi kazi ndo zinazonitia roho mbaya. Sikitu huyo mwenyewe. Sikitu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu kae shemeji yangu. Karibu kae dada. Asante. Sikitu. Afadhali nimekuomba. Maana nilikuwa sina amani kwenye moyo wangu. Sikitu. Naomba unisamehe. Nimekusamehe shemeji. Asante sana. Nafurahi sana kwa unisamehe. Niko na furaha kupata ndugu mwenye roho nyepesi kama hii. Sikitu. Hata pia mimi najivunia kuwa na dada. Maana roho yako ya uvumilivu ni kama ya dada. Kwa heri, mimi naenda. Karibu. Na iwapo ukifika huko wasalimie wote. Na kama watataka kuja basi waambie waje. Maana mgeni ni baraka. Msalimie sana Misha. Haya, safari njema. Haya. Wasalimie wote. Sawa. Okay, wakitaka waambie hata siku nyingine waje. Waambie waje. Sawa. Mke wangu. Nina amani kwa sasa. Nashukuru sana. Mimi nipata fika Mungu zako yote hapa. Sikisha tu. Naona nataka kueleza.
waimba warunia. Naimba kakangu. Sasa wewe waimba. Lakini sawa. Nenda kufagia. Sawa kana madani hizi. Huo ujauzito ni wa nani? Nini? Huo ujauzito ni wa nani? Kaka, aliyekwambia mimi ni mjamzito ni nani? Mimi nina homa ya kawaida tu. Ni homa hii. Ni homa ya kawaida? Sawa, ingia ndani nitayarishwe hospitali. Sawa. Sasa nikapumzike alafu nitaenda hospitali. Siwezi kupumzika. Ingia ndani nitayarishwe hospitali. Sawa. Nitayarishwe hospitali. Odi. Wenyewe huko. Odi. Mzee Kangi. Habari ya kushinda? Mzuri. Nikusaidie na nini? Yangu hayo tena. Mbona mzee waniongelesha hivyo? Kwanza nilikwambia usinyite mzee mimi. Sawa. Mbona waniongelesha hivyo mimi? Sema shida, una shida gani? Basi mimi nina habari njema. Mbona nataka tu nikufurahishe. Una habari njema? Habari njema umenunulia gari ama umenunulia shamba? Si lazima kununulia shamba, magari ndio habari njema. Haya sema sasa, una habari njema gani? Hapa nilipo basi mimi na wewe tutarajia kupata mtoto. Ati nini? Ushasikia? Sijasikia. Hata tutarajia nini? Hapa tutarajia kupata mtoto mimi na wewe. Wewe una minyoo ya kichwa. Huyo aliyekupa huo ujauzito mpelekee.